hai angalau ujue faida zake ni hiyo, inahifadhi mazingira, si ndio? Kwa hiyo ni kilimo rafiki kwa mimea, sawa? Ni kilimo rafiki kwa viumbe hai, lakini ndio kilimo rafiki kwa afya ya jamii. Sisi hapa unapolima na unahifadhi mazingira, unafanya nini? Unaendeleza kizazi cha viumbe hai, kuanzia wale wadudu mpaka sisi wenyewe walaji, si ndio jamani? Tumefundishwa muda mrefu sana habari ya ulaji wa mlo kamili kwenye mambo ya lishe, si ndio? Si ndio jamani? Ndio. Ni kwa nini nchi yetu, baadhi ya mikoa kama mkoa wetu, pamoja na elimu tunaendelea kuwa na udumavu? Mnafikiri ni kwa nini? Ni kwa sababu tunapewa elimu ya ulaji. Unapokuwa na kaugali kako, uwe na mboga ya majani, uwe na maziwa, uwe na tunda, si ndio? Si ndio jamani wa mama? Ndio. Lakini kwa nini tunaendelea kuwa na udumavu? Tunaendelea kuwa na magonjwa ya kansa. Sio kwa sababu hatulimi, hatuzalishi, sio kwamba ni maskini. Shida moja ni kwamba vile vitu tunavyoelekezwa kuvipata tule, tunavikuta sokoni, tena mezani. Sawa jamani? Kule vilikozalishwa utaratibu wake. Kwa hiyo tunafanya utaratibu kwenye vitu ambavyo tayari vimeharibiwa. Yani kama ni nyanya umeikuta pale sokoni, Mandela kwa mfano, si ndio? Unaikuta ipo hivi. Mchicha unaukuta uko mwemwele, si ndio? Uko mezani. Ni mzuri sana. Unaenda kuupangia utaratibu wa kula wakati utaratibu wa uzalishaji umeshaharibiwa toka kule. Kwa hiyo vimezalishwa kule kwa utaratibu. Ndio tunasema kuna wakati hatutakiwi kupambana na kipindupindu tukiwa tunaishi kwenye madampo, si ndio? Lazima tuondokane kwanza na mazingira ya madampo kwenye nyumba zetu, si ndio? Halafu ndio tunasema tunapambana na nini? Sio unaishi hapa na dampo liko hapa, wafu unapambana na kipindupindu, haiwezekani, si ndio? Kwa hapo nadhani mtakuwa mmenielewa nini maana ya kilimo hai na dhumuni lake ni nini, si ndio? Nyie ni mashahidi kwenye mashamba yenu toka mlipokuwa mnaanza mwanzoni na sasa hivi. Mwanzoni ulikuwa unaweka mbolea kiasi gani na sasa hivi unaweka mbolea kiasi gani, si ndio? Kuna mashamba sasa hivi usipoweka mbolea 2, kama ulitakiwa kuvuna gunia 10 utavuna 3, si ndio? Kuna mashamba mengine uweke mpaka mara 3 ndio utapata 10 katika 20, si ndio? Kwa hiyo ni wazi kwamba kwa nchi zetu za Afrika zilipokea teknolojia ya kilimo hiki ambacho kinaendelea, ambacho na hivi leo watu wako mashambani, si ndio? Kinaendelea, lakini kimetusaidia, kimetufikisha hapa. Umefika wakati sasa viongozi wetu wakuu wa nchi wa Afrika nzima, sio mkuu wa mkoa, sawa? Viongozi wakuu wa nchi wa Afrika nzima walikaa wakafanya tathmini. Unajua kila kazi unayofanya lazima ufanye tathmini, si ndio? Kwa hiyo rais wetu akiungana na viongozi wengine, marais wa nchi zingine, walikaa wakafanya tathmini, kwa nini tuko hivi, si ndio? Uchumi wetu uko hivi, kuna udumavu, kuna magonjwa ya kansa, kuna nini, wakapewa takwimu za matukio mbalimbali, lakini ikaonekana kuna udumavu sana, kuna magonjwa ya kansa, ardhi zimechoka, sijui nini. Ikaonekana ni teknolojia hii tuliyoitumia imetusaidia kufika hapa, lakini imetuchangia haya yote yanayoendelea. Sawa jamani? Kwa kumbe duniani kuna teknolojia nyingi za kuendesha kilimo, lakini sisi tuliletewa hii. Yaani kuna huku, si ndio? Mabara ya wenzetu huku wanaotuletea hizi teknolojia hizi, si ndio? Sawa? Wana teknolojia nyingi. Hii tunayotumia na zingine nyingi, si ndio? Wanachambua tu kwamba mimi nitatumia hii, nitatumia hii. Lakini sisi tuliletewa moja hapa. Kwa hiyo tukawa tuko hapa, tunaangalia hapa. Lakini huku mambo yanaendelea, si ndio? Wanatuletea vitu ambavyo muda mwingine kwao kule vipo lakini hawavitumii. Ila sisi huku tunatumia, si ndio? Sasa viongozi wetu wakiongozwa na rais wetu Samia na Baraza la Usalama wa Chakula nchini ambao inaongozwa na Mheshimiwa Pinda, walikuja wakachungulia huku. Sawa? Kwa nini kuna udumavu huku, wanafanyaje? Si ndio? Wakakuta kuna kitu kinaitwa kilimo endelevu. Sawa? Kirahisi.
alafu kinaleta matokeo makubwa. Sawa? Lakini kina afya kwa ardhi, kina afya kwa mimea, kina afya kwa nini? Lakini pia ni kilimo biashara. Watu hawaathiriki, ndio wenzetu wanakitumia sana. Sawa jamani? Kwa wakateua sasa kamati ya usalama wa chakula kila nchi. Na kwa nchi yetu sisi mwenyekiti ni Mheshimiwa Mizengo Pinda. Kwa hivi tumekuja pia kuwaelekeza hiki kitu kwamba kuanzia saa hizi mtafundishwa hivi vitu vyote, usalama wa chakula, uvunaji, uhifadhi na nini, kwa kutumia dawa ambazo hazina kemikali. Sasa hizi mmesha